Karibu tena mpenzi msikilizaji na mpenzi mfuatiliaji wa channel zetu za Mintra katika channel zetu za YouTube, LinkedIn pamoja na Instagram. Na leo tunalo somo zuri sana linasema sheria 4 za asili. Katika hali ya kawaida, kila kitu tunachokiona kina operate katika dunia hii ni kwa sababu kuna sheria inayofuatwa. Kila kitu unachokiona kina operate, kuna sheria. Lakini kuna sheria 4 za asili ambazo leo tutazisema kwa ufupi. Sheria ya kwanza inaitwa sheria ya kupanda na kuvuna, the law of sowing and reaping, ambayo inasema chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kama utapanda mahindi, usitegemee kuvuna maharage. Kwa hiyo katika fikra, katika mawazo yako, chochote ambacho unakiingiza kutoka kwenye conscious mind kwenda kwenye subconscious mind ndicho ambacho unapata. Kwa hiyo ni vizuri kuwaza vizuri, ni vizuri kuwaza vyema ili uweze kupata matokeo mema. Sheria ya pili inaitwa sheria the law of polarity. Sheria ya polarity. Sheria hii inasema kuna pande mbili kwa kila jambo linapotokea. Mara nyingi sana watu wamejifunza kuona pande moja tu. Kwa mfano, wakati ule limetokea janga la COVID 2019, kuna watu wengi sana walilalamika kuhusu jambo hilo, lakini wako watu wachache waliona fursa kubwa, wakaanzisha biashara kubwa za mtandaoni na mpaka sasa zinafanya vizuri. Na ndivyo inavyosema sheria hii ya polarity, kwamba kuna pande mbili kwenye kila kitu. Angalia vizuri, usilalamike tu, kuna fursa pia nyuma yake. Sheria ya tatu ni sheria ya kuota, inaitwa the law of germination, ya kwamba unapokuwa umepanda kitu lazima usubirie kiote. Kwa hiyo unaweza kuwa na wazo zuri na ukawa umelianzisha, labda katika biashara, labda katika mambo yako mengine ya kiuchumi. Kwa hiyo inakubidi usubiri, uwe na subira, inaitwa the law of germination. Lazima usubiri mbegu yote ndipo utakapokuja kupata matunda. Kwa hiyo uwe na subira ndugu yangu unapokuwa unapambania mambo yako. Sheria ya mwisho, sheria ya 4, inaitwa the law of vibration. Ni sheria ya mtetemo. Inasema kadri unavyoongeza intensity ya mawazo yako ndivyo unavyoona vizuri zaidi. Kwa mfano, mtu unapanga kununua labda gari aina fulani. Kwa wakati ule ulikuwa uzioni gari hizo, lakini ulipopata wazo tu likaanza kuzunguka kwa wingi kwenye akili yako, ndipo unagundua kwamba hayo magari yako mengi mtaani kwako, na kwamba mwanzo ulikuwa huioni kwa sababu vibrations hazikuwa nyingi, hazikuwa na intensity inayotakiwa. Vivyo hivyo hata unapokuwa na wazo, unapoanza kuwaza tu, inafungua fursa na opportunity ya kuanza kuona fursa hizo zilizojificha ambazo mwanzo hukuwahi kuziona. Ni kwa sababu umeongeza vibration au intensity ya mawazo yako. Asante sana, endelea kufuatilia channel zetu. Karibu tena.